This is not a child's play. This is business. And Spikes hapo hivi. And this is Shatter Talk Podcast, where we just bong and bonging. And I go by the name Anto. Aliniambia atanipea Arsenal kibebali. Hello. A wall and shut at work. Unakuaje ji? Niko fiti. Kwa salama. Za kwako hali? Nashukuru. Niko fiti pia. Mungu anafanya mambo yake. Mungu anasaidia bwana. It's been a busy week. It has been a busy week. Mambo imefanyika mingi. Na watu wa kufurahi wanafurahi, watu wa kuanguka chini wanaanguka. Sema kuna watu wanasikia sasa hivi. Kuna watu lakini it all depends. Speaking of kuanguka sasa hivi, sijui kama unajua kuna maombo sasa hivi Kenya. And that. Kuna maombo sasa hivi, kuna masufuria zinapelekwa huko sehemu ya Kakamega huko. Walisema watu waivishe avocado. Kuna bana, you've lost a prominent figure. Bwana Chebukati, Wafula Chebukati. Sasa wale wamesema wanataka 3 days. 3 days of ndume sita ziangushwe. 3 days of nyama ya kitu nyoja jamaa amewapitisha. Namewapitisha na sema tuko hapa hivi juu yake. Tuko hapa hivi kitu tunapitia. Sasa wale wamesema wanataka hata siku 6. Si siku 6 days. Na kila siku ndume inaangushwa. For 3 days. For 6 days. After 6 days sasa ndio wataona sasa mambo yake. Wataona si ati mambo yake itakuwa sawa. Wataona lakini after wameshiba ndio watajua kama ataenda vizuri ama pia waamue aende. Watu wapige kura kama atenda hell ama heaven. Tufanye vote automatically. Alafu related to that, Mosiri alikuwa mgonjwa. Yeye katibu mkuu wa mazingira. Geoffrey Mosiri. Sasa shida si hiyo kwangu. Shida ni si alipiga picha tu akapost. Ni msiki. Hey. Watu wanasema watu wamewika. Alafu unajua alikuwa amewekewa gas mask hiyo ya mapua. Ilikuwa serious. Yeah, that means either ICU zile unasikia tit. Wanasema sasa ati hiyo kelele inazuia majirani kukaa vizuri, like inawasumbua sana. Residentials wenye wako karibu na hiyo hospitali. Si like yeye nimerada. Yeye kwa hivi. Yeye kelele ya tit. Inasumbua majirani. Wanafaa kuweka silent mode. Yani hapo ito wasemanga it's so hard kutetea Wakenya. Lakini Wakenya, kazi ya Wakenya ni ngumu. Mimi kuna siku nilijua kazi ya Wakenya ni ngumu. Yaani unajaribu kutetea msee ile time ya nani? Android msee Morara Kebaso. Yaani kuna tu mtu ana hate. Mali ni hate ya Kenya ni deep. Mtu anakuhate akujui. Like for no reason. Yeye anakuchukia tu. Amekusikia tu akutaki. Natakupasha venye akutaki. Na kwa nini unambo? Na kwa nini unafaa kutoka mbele yake? Na mojuani hata. I was like, hey. Morara Kebaso is a first of all when you say well established guy bwana. Kwa nini unajuza anasema is what? Mamita kadhaa hapo. Zenye si less than 100. Nona. Atoka na kaka kitu. Watu msea kwanza juzi. Unaona watu juzi wamesurprisewa. Unaona Diana B hapo. Lakini I think mimi niko na a different reason to see with. Na not on a good perspective. Because there are a lot of people ambao wamepita all those years wakiwa moana kwa ndoa. Na which itawapea pressure. By the way, itapatia husband pressure because wife ukiingia kwa nyumba anatumia an example of Diana hata bwana yake amengangana amemnunulia wewe nini ushainilia. Watu kwanza sebange Diana unasikia watu wengine huko wananunuliwa mabraba. Watu wananunuliwa. Watu wengine huko wanapewa pesa. But sasa unanunuliwa gari na iko na imejaa pesa. Sasa unajua Kenya kuna kuangana shida moja. Whenever you do something people always know. Ukifanya tu hivi kitu
watu wanajua. Kwanza usikia alienda kutoa hiyo gari pe ilikuwa hiyo gari si 45 million. Hiyo gari jini 4.1. Wakaitoa hadi place ilikuwa kwa yard. Sasa nimeona ilikuwa ya black pale Twitter. Ya kitu kana trend. Kanasukumwa sana. Kwanza hata si Brabus. Ni Suzuki ama ile komedia nani na kana yeah. Watu msiwajibu sana alicheza kama hapo mbele. Nani? Ilikuwa mwalimu daktari, Tom daktari na nani? Na Kioko. Sema Timboni ugari isungi. By them so rangi alifanya fiti. Hapo Kioko anasemaje? Sema gypsum na rangi. Timboni ugari kisonga kweli. Nilicheki by the gari ilikuwa Cairo. But ilikuwa ikiwa black. Ilikuwa sijui KD ngapi. Na hii kwa hata Brabus ilikuwa Mercedes GLE something. Ilikuwa ni bado si mbaya. Ukiconsider bado inakuja roughly 4-5 hapo mita cheddars. But huyo msee bado kitu yenye baada anafanya si fit by. Unajua baada anazamka tu siku moja aseme Kenya na mimi nataka kuua kila mtu. Mpe Kenya bahati. Huyo ni Diana. Na ule naye anaweza fanya hivyo. Nasitukia tu ama amenunua Kenya. My woman wants to nene kwa kununua Kenya labda itakuwa cloud. But hizo vitu mingi ni cloud. Vitu mingi ni cloud. Tunasikia kuna there's something alikuwa anataka kufanya. Hivi hata ngoma anataka kuangusha. But mimi hujiulizanga. Mimi bado najiuliza na nitazidi tu kujiuliza. Pale comment section I hope kuna watu wako na mimi. Mimi hujiuliza like mtu kama Bahati for over 10 years in the industry. Do you still need clout? No. Mbona clout alafu ngoma? Like hii ishakuwa norm Kenya. Ukiona kitu kama jua kuna ngoma. Na watu rika zake kina Bien. Watu wataki clout. Speaking of Bien bwana. Mana bad man. Wao wanasema for any artist in Tanzania akisikia tu kuna live performance nauliza ile kijana ule mzee wa kipara anakuja siendi hiyo. Ule mzee aliua. Lakini aliua. Hiyo ni 5 star man. Aliua. Big up manze. Yo. But pia ni notice most of these Tanzanian artists si watu live performance. Yeah, kwa studio wako sawa, wako. Studio nao wanafaa ikiwa ngoma yao hapo nyuma wa reinteract tu. Yeah. But live performance nitaki nini ya Mario? Hadi mafans bwana wako zama what are this? Ule jamaa alianza kuimba vitu zingine hapo but well and good. But I think a point ni maybe umsea hata amekuwa maybe consecutive 5 days amekuwa on school. But Bien 9 see most of shows out in live performance. Yeah, Bien nilienda ilikuwa gani hiyo? Soul Fest ilikuwa ya pili. Hayo wala sina wako. Wale watu vitu live. Wale majamani wangore. Wala wase akuni band nao. Manze. Sasa nilikuwa naona there's a post ilitokea. Leo I think ilikuwa lini? I think ilikuwa leo. It was speaking about Bien. Kuna msee ametoa how many million? Around some good cash of money. Ametoa akisema ati Bien aingia battle na nani? Wamechagua Mbosso wa represent. Na mama Mbosso wa represent kwa hiyo battle waingie sasa wapige kitu. But all in all battle. Sasa ile mbona Mbosso wako hapo? Mbosso pia ni mbaya live band. Yeah, live band. Live but that's a worthy competition. Mimi na feel. Hoja ametoa 25 million. Na amesema Tanzania shillings ama Kenya shillings. Ya Tanzania shillings 25 million ni pesa hata mimi nitatoa. 25 million Tanzania shillings sijui hata ni pesa ngapi, ni pesa mingi sana. Kwa Tanzania 1 million Kenya shillings. So hii ni 25 million Kenya shillings. Kenya shillings. Amesema wapige battle. Huko ni karibu Bien akishinda 225 million. Bien akishinda anapiga equal times 2. Anapiga Bien ana double 2 50 na 50. Nikaona hakuna haja hata wangane na Bien. Bien atashinda chukua do. Wape tu jamaa Nyashinski.
by the way Bien sasa amechoka, amechukua Trace Award juzi, ameshinda hapo, amechoka, kuna vitu mingi pia za kufanya. Sija nataka kukimbia Nigeria kupiga collab tena na sasa kuna collab baby. Hata si Nyash pia kwa busy. Nyashinski pia anaweza mua. Tumpatie yeye. Tuachie tu wana vokali hapa hivi. Tuwatoe hapa Kisumu. Wanawavuruga. But all in all mazee kuna talents mob Kenya. Ile Kenya we lack something kwa music industry. Tuna lack ile little brand. Manze kama ya Diamond, branding ya Bosso, branding ya Harmonize is different. Mbaya. Wasemanga hawa sanii wakwangi na ati with you kwa uwezo upata kwa club. Wale high ranking officials. Yani hao ni ngumu wapate watu Tanzania. Nilinotice bwana Bien TZ wanamtambua Mbacha sana. Huko Kenya bwana is just a normal guy, yani ni Bien, okay ni mzii. Obviously hata huko Kenya bado ni mzii, but TZ manzi hao wana Bien. Bien like wanamchukulia kama Diamond. Unaona venye TZ wanachukua Diamond, yani msefrara kuko juu. Kama Bien manzi. Sasa tuseme venye wase huko wanakuanga wamechukulia Diamond, ni wase huko basi wamechukua Bien. I was like, hey, mbona huku hivi chini huku kwetu mse appreciate manze kama venye yako TZ. Like kila blogger TZ ni yeye anaongelea. Ni Bien. Kila msanii hands up manze, hands down. Bien. Hey. I was like, oh, he did a good work. He represent Kenya very well. Mbaya. Alisaidia Mario na represent Kenya. Mario alikuwa anakufa. Alifumble. Nikosha hapo tu akiwa hivi. He deserve it man. Na nilisoma article fulani nasema the couple who tend to have the expensive things in their wedding, they broke up fast. Na baadhi kitu ni real. Hata si general Uedo. Napata jeme mume haya photographer Kapedo amekuja hapo bwana kuwapea mafanya mambo zake. Yeye ni kama Kapedo niliona package yake ya event iko ngapi? Kwa chita siju tusoma 3 so. Unaona? Meya sounds. Mtaki sounds hivi. Nataka msikike. Wanasemanga it happens once in a while. Sound tuweke budget another 400. Venue plan yote. 4. Security. Nasema ruabe. Tuweke ruabe. Sa food, catering. Lazima watu washibe. Na watu wanakuja hapo si ni watu hata nyinyi. Ni self service. Hapo pange line. Unapanga line lakini self service kijinini. Unapiga hesabu labda yote kila kitu inakuja labda 1.5 tu hapo. Unaona? Na hiyo ni budget hiyo 1.5 tu nimepiga budget ya wase kama Chwani. You know what by the people wataki wengi kwa wedding. Chwani si wase wengi. Kama as compared to zile kitambo tukawa less ile nyanda Wedo. Ile Wedo ulikuwa ndio au umeparara. Manze, unajua hapo naenda chakula ni kule hivi. Hapo tu kila sahani yako tu unapiga tu. Unaona? Unapata mse kama the other guy ilikuwa wapi? Muhindi ama ilikuwa Mwarabu. Anasema alitumia like 1.5 million rupees. Kama Muhindi nimekumbuka. Yo wedding, yo after wedding wakaenda honeymoon. Akapata sijui huyo bibi. Kumbe anakuwa na ninja fulani. Na ninja hadi ilikuwa Wedo. Nasema anaangalia tu mali yake na anamwambia okay. Wanastapa tuta. Why not? Na seti okay. On top of kujua hivyo kuna ile yenye hata bibi anaweza jitetea. That was before unioe, zaidi clean ama nini. True. Like anaangalia conversation wanaendelea like hakuna kitu imechange. Kitu imechange tu tumeenda sherehe kwa kula. Ukaniwekea chuma kwa mkono around. Na ukaniita mimi ni wako. That's it. Bwana mechi napangwa hapo bwana. Immediately left hand kijana ashapromisiwa 3 days straight. Apewe compensate hizo kozi yako hajaonekana. 3 days. Bwana akaona kama aliona bana pana. So I was like, after you do yote manze. Yeah, people spend.
kuna wase spend a lot but come to the end watu wako wamegundua na bibi anajua bibi azai nyewe so a point me wana like labda bibi ndio until marriage ndo apate mtoto hizi zingine anazima until marriage ndo chovi asali na huko anapeana till marriage mimi I'm not for the street sasa unaona dem maana nilikuwa naambia wakati dem tupata utaona kitu kwa msee yeye uona dem kama unakaa naye na uko promising hata anajua tu msee kuna wakati fulani nakaa naye hadi time kifika hii time inaweza jitoa mwingine anakaa juu msee ako na do kifika wakati fulani anajua hapo hata umpewa watoto wawili watatu yako safe yeye ana shida so a point mimi nikakuja kuona it's good pia kustudy dem yako anaweza taka ukue nani unaona na anaweza kusaidia aje kwa kitu unakuwa nayo unaona kuna dem anaweza support gondi ana bunduki umeload research tuko na wewe hapa twende tukufe na wewe huko nje there's a story nilisikianga wakati fulani ati the guy mwenye alikuanga mwizi what he used to, sasa kama mademu mwingine upatiwa maua wakati wa hiyo wakati ya mademu anapatiwa maua for example Valentine anapatiwa AK47 full loaded umesikia wewe angalia bei ya bunduki na maua gani watu kwa nje kuna love language weird lakini wewe bunduki ni expert kama risasi moja inakuwa ngapi risasi moja last nikiacha ilikuwa ngapi ilikuwa ni do siko sure lakini nikakitu risasi moja AK47 niko na around magazine niko na around risasi ngapi around labda mbao 20 30 40 hapo napiga hesabu maua tu risasi tu peke yake ni bei ya maua hata inapita bado tujaingia bunduki sasa bunduki yenyewe sasa hujaingia by the way hata unajua kuinvest tu nje yani kilita kurudishia yani tutaanza ile gari hiyo Probox hiyo ni return unaona hapa mnaanza kupiga hustle pamoja but hapo point nikakuja kuona story kama madem kuna madem siku hizo umekito wakati sisi tunalala hawako on hawako only funds and they're making millions of money unasema huko squeeze ndio form by the way na point ni kwa watu tu wenye wanapenda kuona tu tususu watu tu huko do juu karibu sasa hii watu ni wengi wanapenda tu kuona tususu Mungu umekosa hiyo form naona mtu unaangalia tu ya mtu Kwa ndio maana hata wanakulia sahi mbaya juu like ukiangalia sahi dunia sahi yani wasako perverted yani unaona sasa akili ya wasee tu iko people are becoming perverts unaona unataka tu ufantasize kitu fulani na happen after hii with the nini of technology with the emergence of it kama net yani anything unataka utapata anything unataka kutafuta utapata unaona unataka utafuta dem mwenye ako ndethe na ako na miguu 3 utampata unaona alafu unapata wasee pia hakuna job so most of the youths are idle wanasema na idle mind is a devil workshop una kazi ya kufanya una food unajita utakula sapa nini una dem kwa dem anataka sahi mademo hataki broke niggas uko dry spell so una only fans hapo no uko tu only kiako now you are the fan but unasema mademo umeprove but then do na sasa for example who date them after 5 months kuja ku realize anaonyeshanga wako listen bado sijamaliza hapo amekufungulia biz fiti amekufungulia biz you own her biz oneza hapo ni ngumu hapo ni ngumu zamani hapo unaweza nyamaza tu hapo unasikia msea na date dem ya do by the way hapo mimi naenda kudate hapo nitabaki dusty lakini buta
hapo hivi shimo kiingia u notice tu ni vacuum ndangangana ni bora alafu unapata video yake fulani bana kaninja haya 12 inch unajua hiyo uko tu hiyo tu ya juu au na ile 10 balance 10 bwana balance is insufficient lakini unangangana unaweka hiyo effort una compensate na nduru so yenyewe inaleta nduru alafu ikwe wewe unajua mademo kwa na shida hata before ingia ameanza kupiga nduru naomba I bring something to the table vocals unawekelea sauti vocals wewe nifungulia biashara nikose kuappreciate wewe sasa unawekelea kwani mimi sina sini mimi buda mwanaume anamwona haezi hata unajua haezi hata kuochoa wa Kimon ni fake niliona hiyo video ya fake mon nani bibi ya Celestine nani bibi ya Njugush wanajua alikuwa anakimbia wapi marathon ile process ya kukimbia marathon si akafika mwisho kwa amechoka iwacha sauti nyingine hapo alia sauti nyingine hapo ndakutafutia alikuwa wapi niko menda kukimbia wapi na kutumia hiyo the video so ametoa sauti nyingine hapo akasema sasa comment mimi sitakingi kwenda hapo comment section ndio anaenda jamaa fulani anaambia hadi unadinyiwa na nature nature judema nini sasa ile like alinini kwa maji akaachilia sauti kugusha amedinyiwa na nature ngine anasema sio hata wanaweza fake by the way ama maji memdini ndani so ndakasema guys najua mnajiuliza mbona wawili bwana tujawaambia story jamaa story ya Muislamu yetu penye yako sahi jana kwa Ramadhani mwezi mtukufu wa Ramadhani nimesema hataki kuja kupiga tu susu sheikh atamwona mambo mingi na yeye sasa hivi hataki mambo mingi wataka fit ya kofaili kijana anaendelea tu na ile kazi yake moja hiyo ile mafans wanajua kama wamekuwa fan wetu tangu day one you know him. The kind of work that he does for a living lakini hatujudge sisi hata tunajudge mtu just listen and we see tuone mali tuliachia Mungu judgment belongs to the God to God alone but sasa tumesema kuwa na mama ni mbaya nani ameongelea mama kuwa na mama by the si mbaya ni ile hatujudge unaona ati sijio siku moja bwanake atamshika na ampiga risasi aga but sijio hatujudge na mama wanakuanga on wewe kwa sababu hata nimefika menopause unasema nimefika menopause sasa unajua hizi pata ball wanakuseti kuna ule mpe bwana ule anataka nani ule MP ama CS fulani wa ODM waacha bana nimetosha hivi imetosha watu tunataka kujua bwana na Subaru ya Manbaru imekam na imejaa watu imejaa bwana Subaru imejaa wa C6 sio shangaa utakaa wewe utaiko wapi wewe maji inafaa ukae unashangaa sasa ndakaa wapi the thing is what always happens will you mind to date a strict girlfriend or a materialistic girlfriend juu materialistic ujue yeye ana shida bora umletee kitu na mbamba yako sawa hakuna strict wanza date nani ni materialistic manze zemo tagi strictness kila za imagine sasa unauliza umekuja umetoka wapi kwako kwa nyumba yako imagine unaambiwa tunafaa kufika saa fulani kwako unalipa rent unafanya kila kitu alafu unaniuliza mimi
Mbona umechelewa? Strict hapana. Mimi ni strict nene. Manzi yangu kwa strict. Hazi mazala 24 hours. Kwa. Nasema one day. Na feel me kuna vitu msee afai kuni question yani of unaona materialistic as much as inakaa mbaya but all women are materialistic. True. Hata ule mstrict. Hata ule mstrict beta takata hapo ambaye hata juu umetoka kwa mama. Wetu 5 mwambie ndio hii. Tutaka kesho kama saa kama hizi niwache nifike saa 10. I will double the money. Na bado namlete gift. Tabia siku 3 ni ngapi? Hata naweza kuacha wende the whole month. Yeah. Watoto wako sawa. Mimi sitokangi hapa. Mimi tu nifanye shopping. Wewe unaweza enda. Wanajeshi wanaenda kama wania. Na hawaja bibi zao hajai complain. Wewe nani? Mbona mimi ni complain? So in terms of materialistic mademu wote materialistic. So hiyo naweza naamua tu nicheze na nijue venye nitakacheza. Unaona? Tupa tao siku moja kaa kidogo. Kana nguo na imepita hivi nakaa ngora ninaweza pata mtumba. Mtumba mademu tuchwani. Juu chini. Mademu tuchwani umemspoil. Juu chini kando katikati yani hapo sawa yani set ila Sunday kwanza. Unaona? Na at least inakupea hiyo motivation na kujituma bwana. Jambie niko na mtu hapa bwana, sipo provide ambaye itachemka. No, neza wewe for example sasa wewe. How long will you take it for example kided na live? Kumwambia uko na mama. For example of course do ya mama ndio imekungarisha upate. For example amekuja before yani after mama uko naye yakakuja. How long will you take kumwambia dem niko na mama? Sasa hiyo mimi namwambia nione tu imeanza kuwa serious. Ni kitu serious yani. Ni kitu naona future. Haya, sema pia. Ashailala kwa kifua yako akakwambia aje. Ukamuuliza what the worst. Kwambia mimi sasa jamaa ana date na mama. Mimi naye. Sasa hiyo ndio nitamwambia. Na yani ile design unajua kuna demo inaweza kwa kifua. Nitamwambia sasa hiyo. Nani unajua demo akona hivyo kwa kifua. Sasa nimshike tu hapa. Na wewe leo mtu mwenye anaongelea ni mimi. Lakini usijamu. Naongeza hapo hivi. Lakini usijamu. Na nakatiza hiyo story. Tunaenda story nyingine. Sikia kwanza wewe, sikia kwanza hizo tactics. Katiza hiyo story. Tunaenda story nyingine. Unaona? Umpe time afikirie ile. Leo tukataka kushika naambia sinilike kuambia. Na mention. Ukachukulia kama joke. Na dani juu mimi na feel okay personally for me nimekuja nikaona out of experience ikitia ku hold truth secrets at zile kama zile za movie. I did it because I loved you. I did it to protect you. Vitu no fala. Tamanga say the truth and it shall set you free. Akiamua kuenda si huyo. Konda kana mimi naweza penda aje dem hadi nisimwambie ukweli. Naweza mpenda. Sasa okay for me na feel. Sasa nimesema personally, that is personally. Sasa hivyo nimesema hapo akiwa kwa kifua sana nitamwambia. Najua hapo sasa ako at her most fragile, yani si fragile hata. Yaani hapo unaweza manipulate. Unaona? Hapo tunataka kupiga maraundi zetu kadhaa. Ana nguvu hata ya kukasirika. Unaona? Kasirika hitaji nguvu ya mkono. Ana nguvu namwambia hivyo na brush topic haraka naenda nyingine. Unaona? Unaweza mwambia? Kwani mimi siwezi mwambia. Sasa ile siko tajua. Mademo atajua. Si akijua of course no gone make for example. But kama ni dem mwenye like najua uniko serious ne. Mimi na show first day kianza kukatia. Si ndio hivyo sasa? Mimi feel bwana madem. Mimi naomba ajue. Before nipatie kasusu mimi namwambia. Imagine mkana hiyo ku hold that sijui I did it
to protect you. Kana dem miaka 3 aka notice hii 3 years unakuwa nayo unakuwa na mama unakula heshima buda hapo unaweza kia sumu unasmailiwa unajua siku nyingine naikea sumu sasa ni ile siku ina unasaviwanga hivi kama Waganda kama upigiwa magoti haki sasa hizi kwa unaletea soda sema wanakuletea kila kitu naambia umeshiba jashiba una nyama nyingine unafurahishwa wewe ni dwanzi anjai inakuwa ndo njaa 24/7 ongeza nyingine wasemanga wasichana wa mtu in style manze for example bibi yako tu amwe anaamua next year sitaki kuwa na wewe kitu atadu anachukua stilo panga moja kika kwa food yako siingia ndani yako ana haraka kwa haraka sikuko na maybe itakoroni fanye nini kuharibia tumbo that's it so anaanza kwa msi anasema sasa silo linafanya kama msee agonjeka tuweke si mbaya acha kwanza hata mimi wajukuu bwana hata bwana wajukuu niseme niko na wajukuu wanafanana mimi unaona na vitu huku mimi nasema nataka niishi yani long enough kuona yani like kiangalia familia yetu generation yetu ni kama kuna hiyo gift ya long life unaona before my great grandmother dead nilimuonanga na grandfather niliye wacheki unaona my grandmother sasa niko na mtoi so kwake ni great grandchild na yuko na grandma wangu bado wako healthy yani bado nule wako miaka zingine kama 30 40 hivi unaona so 30 40 sentosha hadi mtoi wangu akwe na mkidi unaona so nimenotice kuna hiyo trend hata saidi ya madhe pia iko hivyo kuna hiyo trend ya wase wanaishi yani sana unaona nikajambia mimi nataka hivyo bwana nataka nione wewe utafika hiyo life utafika huko kiacha kutumia stimulants sasa mgombero tuache chana na mgombero so guys acha ya closing up today manze kwa best kwa awesome kwa fiti liamwa today it's another style of act so usishangae wale wa kutukosoa asanteni tunashukuru wale ambao wanaendelea kutuambia what we are doing the good thing is we really appreciate guys manze and we are the Shatter Boys don't forget Shatter to work na pia behind the scenes manze tuko na our directors tuko na Dero hapo hivi manze pia pale Facebook anaitwa Dero Keep TikTok to Dero Kipu bora ni Kipu kuna mwingine hapo anaitwa Kevo Voke mimi namjuanga hadi TikTok kuja mseo Previn Sawa ni wale wasee bado unapatana wallpaper ya mude. Nini huyu jamaa? Text sasa. Unaona text sasa. Na XX. Wewe. Manze. So guys we call the best manze and I really appreciate really to tuambia lazima mko in the next episode. So make sure the bell of notification is on. Make sure you have subscribed. Make sure you have tell a friend. Ndio anytime manze tukipost. Hivi. Unasikia tu ile ding ding. Tuko on baya sana manze. Don't forget tuko pale Spotify, don't forget. So guys tune in, we're coming with the best. Until next episode, thank you so much, big up.